hata watoto uliowazaa wanakujua wewe una malaya tena mwanafunzi. Hapo ya sasa hivi leo yule kijana wameenda shule akaanza kumuita yule binti mama mdogo. Si anaelewa? Binti akachukia. Na niita mimi mama mdogo. Kaenda kumwambia Hawa. Yaani umri wake ni baba yake mzazi. Alafu yeye anamuita sasa sijui anaitwa buzi yake. Mambo ya ajabu. Zambia ina adabu. Imeporomoshwa na damu heshima. Wala kuku wana akili kuliko wanadamu. Toka Yesu. Yesu akili. Toka Yesu. Abadilisha fahamu. Toka Yesu. Aondoa hizo huzuni. Masikitiko, misiba. Nadhani baba alikuwa na amani. Usikuwa na amani kwenye dhambi. Hakuna amani kwenye uovu. Maana umetwisha mizigo hiyo sio yako. Ndio kazi ya shetani. Anachukua kazi zake ngumu, anatisha wanadamu. Fanya. Unakuwa mtumwa wake, haya nenda karoge. Nenda kalewe. Nenda kazini. Nenda kaibe. Ni kutuma wanadamu kiasi kasengeni. Fanya. Nuna leo usiongee. Sawa shetani. Sawa. Mama fulani. Pepo zinafanya kazi. Una amani wewe ukumenuna. Yukale haza kondo silo. Yukale haza kondo visosi. Yukale anaenda uongo pepo la uongo. Anaitwa Yesu Kristo Nazareti hai. Ndani yake anaweka moyo kusamehe. Unaweza kufokewa, unasikia kusamehe. Nini? Kristo yumo ndani ya moyo. Yule baba akaambiwa na yule sasa sijui buzi. Hata mimi sijui. Sasa alikuwa anamwambia buzi langu sikiliza habari za leo. Hizo kutana nazo shule. Mambo ya ajabu ni aibu. Anarudi amelewa, ameshapewa habari. Hawala amemwambia kijana wako kule alikuwa anatania shule. Amechukia ndui na pombe hapo sio yeye hapo sasa. Pepo hapo. Wewe umefanyaje leo shule? Kamata mtoto ndani. Umefanyaje leo shule? Kwani ulikuwa unamuita fulani mama mdogo yako? Mbona mwaibisha shule? Piga baba nisamee. Piga. Unachezea Hawala wewe. Anaona ni kitu cha thamani. Kumbe ni mzigo. Yuko Yesu. Maria salama yetu. Ukitoa mizigo kwake, baba utakuwa salama. Unapenda mke wako tu. Huwezi kuendea mahawala. Utamani. Tamaa inaisha. Kwa nini baba mzima anataka watoto hadi watate? Ni tamaa. Anatamaa unadhani ni mbwa. Anadhani pepe. Sasa tabata wana akili kuliko wanadamu. Ana mke nyumbani, tamani na watoto ambao alika yake. Sisi dada, haiti mtoto. Hata nipe shikamoo. Sikiliza. Niite kaka. Baba akuite kaka. Mzee. Hawataki heshima hizo saizi. Waje umalaya, kazi mbovu zimewekwa kule. Mizigo. Amebeba mizigo ibisha hataki ta heshima. Hawataki ta mvi. Zikionekana mvi watafuta piko. Saizi hakuna cha mwanamume wala mwanamke. Wanaziba mvi. Taonekana mzee, waniite kaka. Sasa vile atateremka tu. Kaka wa wapi? Soka Yesu akupe akili. Namna leo. Nisemo. Anaitwa Yesu Kristo Nazareti hai. Anatua mizigo kwa wanadamu. Na kitua mzigo mtu anajikubali hivi. Sasa unakuta wapo watu wanaosugua mili. Eti mili wanaitengeneza wanaibuma. Sio wanaume wala wanawake. Hataki mzee uonekane. Sasa mashavu kuyapandisha hawezi. Na wanakuwa na msugwe tu wanamchua na yeye. Tachuliwa mpaka lini? Mazambi tu. Unaniona mizigo. Hataki mzee. Ni shida. Yaani anataka jikeuze ibada endelee kwa kijana. Wao Mungu ameweka staili. Yaani tumaini haya yanapokuwa yakishaongezeka unaona mbele wele tunatoka. Yakishaendelea tu unaona na tutoto tumezaliwa. Toto tukizaliwa mwili umekuwa mzito inainama lenyewe. Na watu wako hivi. Kabinti. Tumesema tuko vizuri. Kaolewa. Yametemka wananyonya. Weka tu kwa watu. Hatufichi. Yuko Yesu. Haweza kukoka. Tuwe mizigo. Sokoke. Ukukeuze. Unadamu wa salama Bwana. Ndani ya Yesu Kristo Mwokozi tuko salama. Anasema njoni kwangu nilioelemewa na mizigo. Tetemea na mizigo ya ibilisi mpaka lini? Mpaka mtu anajikataa hata umri wake hataki. Sasa unataka nini? Uko mzee utaki uzee. Ni mambo ya ajabu.
Na vijana hata kuchana. Wengine waenda saluni wanapaka nywele ziwe na mvi huko ana mvi. Unakuta binti nywele ziko na mimi kipindi naolewa nilikuwa mjinga kweli. Siku ya harusi na mimi wakaweka mvi. Ni mambo ya ajabu duniani yanaendelea. Tengeneze. Wakaniweka hapa mvi sijui wanapaka manini. Mambo ya ajabu nilionayo. Nikatengeneza na zile nilisumbuka kweli kisha zile mvi zilizowekewa saluni. Haziondokaji haraka. Yesu ni mfalme. Yesu ni mwokozi. Ukiingia mahali unakuwa salama Bwana. Ni ndani ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Anajua mizigo. Mimi ningekuwa naolewa leo. Yaani naenda kwa mume hivi hivi. Mimi naenda kwa Bwana tena. Sasa shida nini? Mwambie sasa wenyewe. Wewe. Tutaenda kufubai. Tukutengeneze. Kufundike. Na bundiko mihogo wewe. Ili wewe toka Yesu kupaki. Toa mizigo mwanadamu. Toka kwenye hiyo mizigo ya ibilisi. Hata ina maana yoyote. Ni mambo ya shetani ameweka kwa wanadamu. Kwa nini ameweka? Hawana Yesu, mizigo yake anatembea nayo. Kila siku anawabadilisha fashion na namna mwenendo na nini? Sawa shetani twende, lakini bado amejaa huzuni ndani ya mioyo. Hakuna amani. Hata jikirimi. Hata badilisha mwenye ataka mvi. Mwenye mvi anataka nisizonekane. Yaani wanajigeuza kama anani? Kinyonga. Sasa kinyonga Mungu amekiumba hivyo. Wewe utaumba hivyo. Utafanana kinyonga wewe. Uko mweusi utakuwa mweusi. Sio kama mweusi utakuwa tena kama Fanta. Kwa Yesu aliye hai. Ni salama yetu Bwana. Tunatoa mizigo kwa Kristo. Natembea na jikubali hivi. Yaani mimi udongo hata utu anapaka tu. Angalia unavyohangaika na ile udongo. Kilimo gani anapaka? Ukimkuta kwenye dress pale, haka mingi na mengasibu mengi anapaka huko. Wengine hivi wewe hayo yote mizigo umepewa. Na nini? Na ndani umejaa misiba. Amani hamna. Unapepo ovyo na wanajipaka hivi akatongoze. Usini misiba hii. Mapafu mpya. Umekuwa maiti. Paka nini maisha haya? Hai. Haleluya. Namna inasiyobadilika. Namna niko. Lakini toa mizigo yote. Mwanadamu anakabidhi vitu vya shetani. Anaingia yeye. Amwendeshe. Yule baba alipiga mtoto wake mpaka kaua. Sebleni na mdogo wake anaona. Hapo amemaliza kubwa. Amechukua simu. Anampigia dereva. Anajua maiti ni ya kwake. Unajua dhambi kikaa ndani mtu. Anaelewa vingine. Nadhani mtoto ni wa kwake, eti akitaka kuua uwe. Kumbe mtoto sio wake. Dereva, toa hapo kwangu. Takunipelekea maiti yangu naenda Shinyanga. Maiti yako? Mwanangu. Alikuwa anaumwa lini? Bwana acha kelele mtoto wangu, njoo uchukue maiti. Hajui kanuni. Kwa anafanya kazi wapi? Serikalini. Hakisi imefuse hapo pale, sio yeye anaongea ni pepo. Bado ile la uaji limo. Kote kazi hivi inaendelea. Kinachoongea mle ni shetani. Maana amefanya hayo, ameua shetani na yuko ndani mwake na anaongea hivi. Anasema kwa nchi dada si mtoto. Akili ya kawaida haijarudi. Kumbe mwanadamu huna mtoto. Yupo baba wa roho. Amesema roho ya baba na roho ya mwana zote ni mali yake. Na kiongozi nitapiga goti kwake. Ukiri kwamba ni Bwana ili pate msao kwa yale aliyotenda chini ya mbingu. Hakuna leo kitu. Haleluya. Shetani kikaa mwake anaona mtu kama anamiliki. Na wanaambiwa hivi. Mapepo yanasema hivi. Si mtoto wako. Dereva kaanza kupigia wengine. Baba kipindi hicho alikuwa anafanya kazi hapo naye akapigia simu. Fulani eti amekufa mtoto. Sasa namuuliza simuelewi. Anataka maiti safishwe usiku. Sasa afanya kazi ndio aende pale. Wagonge. Fungua nini? Sitaki mtu hapa. Kwa bado sipo. Hadi mtoto wewe. Nana maiti. Sina nini? Ilipokuja polisi alinyoosha. Mzani una mamlaka juu ya roho mwanadamu. Ni mmoja mwenye mamlaka juu ya roho mwanadamu. Baba ni mwokozi wala sana baba. Anatoa mizigo iliyo ndani ya roho na kila roho inayomwendea anaipumzisha, anaondoa huzuni, anaondoa fadhaa.
aliye kama yeye, Simba kabila waita ni mfalme. Kuna mwingine tena Misuli na mambo ya ajabu. Alikuja dada moja kanisa, ana katoto, tuko pale mchungaji, mmekuja mmenitelekeza mtoto, mmemwachisha shule, hizi za private kadogo tu, tuchekechea utusini tupeleka private wasome eti mtoto wangu asome shule nzuri sana, anaonekana wa maana, kaachishwa shule. Nikasema huyo mnene yupi amekuacha? Nasema mmefukuza na ndani. Sisi tutaomba Mungu, wewe chuma tupokea tu. Tumeambiwa tutaomba sasa, usiache kwa Bwana uje. Siku nyingine umekuja wote, yeye na binti na mama yake mzazi. Kufika kwangu mama yake akasema, mchungaji, sikiza nikwambie ukweli. Shetani amebebesha mizigo ya wanadamu chini ya mbingu. Toa mizigo ya mtu wa Mungu. Toa mizigo mwishoni pabaya. Yuko Yesu za kuokoa. Ukawa salama. Yaani unatishana mizigo, shetani anapisha mizigo na watu wanatembea nayo mizigo usiku na mchana. Akasema, subiri nikwambie ukweli, tulifukuza kama mbwa pale alipoolewa binti yangu. Huyo baba alikuwa na mke, afukuza mke wake kama kawaida, huyu na kazi moja. Akachukua binti huyo mlembo, si ana hela, unapendeje kwenye hela na wewe? Nimepata nimepata bahati kwenye tiles, nazipenda kweli. Baada ya kupenda Yesu, Yesu ndio utasalamu kwa mwanadamu, kiko ndani yake ni salama salimini. Hatukuja na kitu, hatutatoka na kitu, kila mmoja ataondoka na matendo. Akasema, binti yangu ameolewa hapa, tumefukuzwa mimi na yeye, tumetolewa kitu. Ilivyokuwa mchungaji hivi, mwanangu alikuwa na mimi, huyo binti sasa, achana huyo mtoto ambaye ameachishwa shule, alikuwa na mimi miezi 9. Umefika wakati wakijifungua, mume akamfungia chumbani. Zambi ni misiko. Sio na watu wana maduka makubwa, hawana amani, leo sina huzuni, wana misiba. Hata kutamani hayo, tamani Yesu aingie moyoni, akuokoe. Ondoa huzuni, ondoa matatizo, ondoa neno, ondoa zambi. Mwanadamu wa salama. Salama sio vitu, salama sio pesa. Watu wana pesa lakini roho zao zina huzuni. Wengine wanao kwenye majeneza usiku. Wewe ukimwona tunamheshimu, heshimiwa, huyu ndio tajiri. Acha hayo mambo, heshimu Yesu tu. Anasema siku amepata uchungu, mama akamfungia chumbani. Funga kiti na kufuria fea kondo. Eti utaendeje hesabu zako? Chungu kaza, yuko peke yake. Kama kawaida anaona hata simu labda hako naye sijui. Sikumulizia simu alianyang'anya. Anasema mtoto kaanza kusukuma mtoto mwenyewe. Mwaga damu kweli, mtoto kafa. Anakuja ameshajifungua, mtoto amekufa. Anarudi huyo mwanaume kufungua. Tumpeleke mtindo akamwangalia yeye. Amepeleka mama huyo ameshafa. Haya, amemaliza kujifungua, amekaa amekasa. Ameanza kumwambia, anasema mimi mtoto kwa niambii. Kwa asemi huyo mtoto akamwambia mama yake. Sasa anasema mimi ghafla nimepigiwa simu na mkulima. Mama njoo. Atoke kijijini aje mjini. Nina shida na wewe. Mama watu akatumia na huyu amefika Misuli. Siku hiyo masato yamechemshwa, nini mgeni, soda, nini matekia wewe kama unavyojua. Mambo ya mwili unavyopenda hata wewe. Tulia pale sebuleni, wanakula wanakunywa na masupu na nini. Zimekuja sato za kutoka kwenye ziwa la Victoria. Amemaliza kula sasa, mama sikiliza shida niliyokutia. Huyu mwanao hanielewi. Yeye anaongea ni dhambi ndani ya mtu, sio yeye. Sio agiza kawaida. Hiyo ndio mizigo shetani ameweka kwa watu. Sema mwanangu kwenda sasa, ndio maana nakuita wewe mama. Yamkini wewe utanielewa. Lakini sikiliza mama. Ukinielewa tu, kijiji na kuhamisha na kujengea nyumba nzuri Misuli hapa. Na kununulia ng'ombe wa kisasa, utakuwa unakunywa na maziwa. Safi, maisha mazuri. Nielewe tu mama. Anasema nikakaa mwanangu nasikia. Yaani yeye ndiye ananihadithia, nikakaa nisikilize. Mpaka nahamishwa na kijiji nikae kwenye msauzi. Anasema mimi mama nataka niseme. Unajua? Kila mtu hapa duniani anaabudu. Kila mtu huwa kuna kanisa anaenda kusali. Lakini kanuni huwezi kaenda kanisani bila sadaka. Ni kosa. Sasa ukienda bila sadaka, yule Mungu hata kutambua na hawezi kubariki. Hata huyu mwanao muulize. Kila ibada anayoenda nampe 10,000 ada.
sadaka. Muulize mama, naulize eti niko ya kila Jumapili nguo mpya 10,000 sadaka. Mwahi kutoa 10,000? Mazingaombo yamejaa. Amesema hataki sadaka, anataka rehema, anataka toba, kugairi mabaya. Maana anasema njooni kwangu mlemewa na dhambi. Tunakuja ili tutue mizigo kwake. Akubariki mtamu, akubariki mzee, tutue hayo mizigo ya shetani. Anaongea na hekima ya kitini. Sasa utaendaje kusali bila sadaka? Hauwezi. Usipopeleka sadaka utabarikiwa. Unajua ni mtu wa rohoni kweli. Mama anasema namsikiliza. Akasema sasa nicho kuitia mama. Akabeba mtoto ambaye anasoma chekechea. Unaona katoto, ninaomba nipeleke sadaka. Yule mama anasema nikachanganyikiwa, ninasikia jasho limeanza kutemka. Supu zimeanza kutoka hapo. Mama imeisha. Anasema nikasikia mwili wote jasho. Nikainama. Nilichokuitia mama, naomba haka nitoe na mimi. Ili vitu hivi ndio vinaendelea kuja. Mambo ya ajabu. Choko Yesu, Bwanako, toa mizigo, waliobebeso, yatosha makafara, yatosha mazingaombwe hayo, yatosha wa udanganyifu. Yuko Kristo, waweza kuokoa, ukawa salama salimini. Hakuna amani kwa baya. Wewe ukatoa uhai wa roho ambao ukuiumba. Eti upate magari, uwe maduka ya chumba. Tena wapi na maduka? Maana ulitoka tumboni mwa mama yako, hata nguo hukuwa nazo mwanadamu. Maana umebebeshwa mizigo mibaya. Maana umeibiwa. Geuka leo. Yesu, waweza kuokoka wa salama. Shetani anapoweka mizigo ya mwanadamu, anaongea mwenyewe. Yule mama akasema, nikainuka nikasema, mwana, naweza mimi nikaua mtu? Unaniomba mimi mtoto? Nimemuumba hilo. Hiki ndio chanitia mimi. Sasa mama, si nimekwambia kila sehemu unapoabudu lazima utoe sadaka. Wewe unaona maduka yanaendelea. Unaona na ufahari wa nje. Dunia inawaambia na waheshimu. Dunia inawasujudu. Kumbe dunia inapita na mambo yake. Anayefanya mapenzi ya Baba atadumu hata milele. Geuka leo, toba leo. Hata kama umetoa makafara, watoto 4 wamejaa neema na rehema. Toa hiyo mizigo ya ibilisi. Mwisho ni jehanamu, mwisho ni mauti. Geuka leo. Kristo anasema Mathayo 11:27, nimekabidhiwa vyote na Baba. Amekabidhiwa na ana mamlaka juu ya wenye mwili wote. Na ndio maana kila mtu anapoenda kwa Kristo anatoa mizigo. Amepewa mamlaka kutoa mizigo kwa wanadamu ndani ya nafsi zao. Hakuna mwingine aliyepewa hiyo mamlaka. Sio dini. Mungu hajaipa mamlaka kutoa mizigo. Wala sio mizimu. Hala Mungu hajapa hiyo mamlaka. Mizimu yenyewe ni dhambi. Sio waganga. Hawajapewa hiyo mamlaka, ni wanadamu. Yuko mmoja aliyekuwa Mungu, aliyekuwa Roho, alivaa mwili, alikuja duniani ili atue mizigo ya dhambi kwa wanadamu. Basi tunapasa kwanza matamaa kisha. Yesu akiingia moyoni, maisha ulionayo ataweka utaua na kuridhika. Na akikupa baraka sio za huzuni, sio za masikitiko, sio za maagano, sio mazingaombo. Anakupa original piwa. Na unasikia amani moyoni. Haya yenyewe hatuwezi kuhubiri, maana ni ya nyongeza. Ufalme kwanza, maana amesema ufalme wa Mungu si kula na kunywa, ni haki, ni amani, na furaha ya Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Geuka leo. So kwa Yesu leo. Yamkini umetoa makafara, yamkini umeua, yamkini umezini kama mbwa. Watu wanazini na watu yani kama unaweza wanaume waliozini nao anajaza fusi. Mambo ya ajabu. Wengine wanaonyonga watu katika roho, katika Mungu wao ndio sisemi. Ameua watu wengi. Fanya vituko vingi. Yuka leo samehe. Yuka leo gairini. Ukija kwake atatua hiyo mizigo.
ulikuwa na roho unakuja na masangala yote hayo, mango meusi, mekundu, manini, manyungo na paia, wana maviti mpaka ya kukalia, hakali kigoda cha unachokalia wewe cha kawaida. Kuna kigoda cha uzalimu chini panakuwa pameinama, anakaa hivi cha kiganga. Wanazi umetunza wanadamu, kumelima mizigo hayo. Wewe sio wao kukaa na maviti ya uzalimu. Tunakaa na Yesu, tunampa Yesu, tunakaa ndani ya Yesu. Kristo mwana wa Mungu anayetoa mizigo zote, kwake tunakuwa salama roho na mwili. Simama kwa miguu miwili Mungu aliyokupa. Miguu si yako, macho si yako, na masikio si yako, ni yake. Amekusikizisha jioni ya leo neno lake. Simama niombe na wewe. Amesema neno lake kilituma haliwezi kumrudia yeye kamwe. Inatimiza mapenzi yake. Anaifanya roho ya mwanadamu iliyo na huzuni ondoe huzuni. Anaiburudisha nafsi ya mwanadamu isikie furaha na amani. Ni Kristo pekee. Hakuna mwanadamu aweze kuitibu roho. Hakuna mwanadamu aweze kuondoa huzuni rohoni. Hata daktari bingwa hana uwezo wa kuondoa huzuni za rohoni, lakini yupo ondoaye huzuni, yupo atoaye mizigo. Anaweza kutoa mizigo uliyobebeshwa na ibilisi jioni leo.